Katika dunia ya leo, inaonekana kuwa binadamu kupotea si jambo rahisi, hasa kwa nchi zilizoendelea pamoja na maendeleo ya teknolojia. Katika miongo iliyotangulia ya vita vya pili vya dunia, mataifa yaliyokuwa yakiendelea kwa kasi yalishuhudia uhamiaji mkubwa kutoka vijijini kwenda mijini na maeneo ya miji midogo. Hata kwa walio vijijini leo hii si mbali sana na majirani zao. Ni mwendo mfupi tu kufika mjini. Lakini maeneo machache kama vile magharibi mwa Marekani bado yana nafasi kubwa zisizo na watu. Ingawa barabara, treni na ndege zimeunganisha maeneo haya na dunia. Lakini kuna sehemu moja ambayo bado haijaguswa na wimbi hili la maendeleo. Alaska. Jimbo la Alaska ambalo ni la 49 kujiunga na Marekani, kwa jina lingine huitwa The Last Frontier, yani mpaka wa mwisho. Lina ukubwa wa maili za mraba 663,268, likiwa na ukubwa zaidi kuliko majimbo yote ya Marekani, na hata linazidi ukubwa wa mataifa huru 20 hapa duniani. Pamoja na ukubwa huo wa kutisha, idadi ya watu wake ni ndogo mno. Kwa mujibu wa sensa ya mwisho, walikuwa watu 710,231, nusu yao wakiishi kwenye jiji la Anchorage na vitongoji vyake. Maeneo mengi ya Alaska ni ya porini kabisa, hayajaguswa na mguu wa binadamu. Kwa sababu hii, Alaska imekuwa kivutio kikubwa katika utamaduni wa kisasa, ikiwemo vipindi vya television kama Tough in Alaska na filamu kama Into the Wild iliyotokana na maisha ya kweli ya Christopher McCandless, kijana aliyepotea porini akitafuta utulivu wa maisha yake. Na kama kuna mahali ambapo mtu anaweza kupotea kabisa duniani, basi ni Alaska. Kwa hakika, Alaska ina rekodi ya kuwa na idadi kubwa zaidi ya watu waliopotea ukilinganisha na idadi ya wakazi wake. Zaidi ya mara 2 ya wastani wa kitaifa wa Marekani. Watu hupotea kwenye misitu na mbuga zake kila mwaka. Lakini kisa cha ndugu wa familia ya Palmer kinaleta maswali mazito na maelezo yanayozidi kuwa ya ajabu kuliko hadithi yoyote ya kubuni. Hii ni Namba ya Mwisho. Mimi naitwa Samuel Lawrence Mabondo na kusihi twende pamoja. Familia ya Palmer ilikuwa mfano wa maisha ya Alaska. Wanaume waliopenda maisha ya nje, majangwani na milimani. Ilikuwa familia yenye watoto 4. Kaka mkubwa anaitwa Chris, kaka anayefuata Charles aka Chucky, mdogo wao Michael na dada yao wa pekee aliyeitwa Hannah. Walikulia wote huko Wasilla, Alaska, eneo ambalo baadaye lilijulikana sana baada ya Sarah Palin, aliyekuwa mgombea mwenza wa urais, kuishi hapo. Wavulana hawa watatu walikuwa na urafiki wa karibu na walifurahia shughuli zao kama vile uvuvi, kuwinda, kutembea porini na kuendesha magari ya theluji, yani snowmobiles. Lakini furaha yao ilikatizwa kwa mshtuko mkubwa mnamo tarehe 3 Juni mwaka 1999, siku ambayo Michael Palmer alitoweka. Wakati huo Michael alikuwa na umri wa miaka 15 tu. Alikuwa likizo katika majira ya kiangazi kutoka shule, akijivinjari na marafiki zake kama vijana wengi wa umri wake. Usiku ule alilala nyumbani kwa rafiki yake. Lakini baada ya wazazi wa rafiki huyo kulala, kundi la vijana liliamua kusneak, yani kutoroka, kutoka na kuzunguka mitaani, wakitafuta sehemu za starehe na kula ujana. Walihudhuria sherehe kadhaa, walikunywa pombe kidogo na walizungumza na wasichana kama ilivyo kawaida ya vijana. Kwenye mojawapo ya sherehe hizo, Michael alihusishwa kwenye ugomvi. Lakini haikuwa jambo kubwa sana, ni kama ngumi za kirafiki tu kati ya vijana. Kila kitu kilionekana cha kawaida tu.
Usiku ulipoendelea, waliamua kurudi kwa baiskeli umbali wa maili 9. Walipanga mstari wa mmoja baada ya mwingine. Michael alikuwa wa mwisho. Lakini walipofika nyumbani, Michael hakuonekana tena. Michael Palmer alitoweka kama upepo. Marafiki zake walidhani labda alibadilisha mawazo na kuamua kwenda nyumbani kwao. Hivyo waliamua kumtafuta siku iliyofuata, lakini hakupatikana. Polisi waliingia kazini na kuanza utafutaji mkubwa. Waligundua baiskeli ya Michael ndani ya mto mdogo, lakini mto ulikuwa na kina kifupi tu na Michael alikuwa anaogelea vizuri. Hapakuwa na uwezekano mkubwa kwamba alizama. Lakini kilichowashangaza zaidi ni viatu vyake. Vilipatikana karibu na uwanja wa kurukia ndege, futi 200 kutoka kwenye ule mto. Vilikuwa vimewekwa kwa mpangilio mzuri kabisa, si kana kwamba labda vilivuliwa kwa nguvu. Hapakuwa na dalili yoyote kabisa ya kwamba ugomvi ulitokea. Hakuna ndege yoyote iliyoruka usiku huo. Ni kama Palmer alivivua kwa hiari yake. Watu wakaanza kuhusisha ugomvi wa kwenye sherehe na kupotea kwake. Polisi walifanya uchunguzi wa kina. Wakawahoji vijana wote waliokuwepo. Walifanya hata vipimo vya uongo, yani polygraph, lakini hakuna aliyegundulika kusema uongo. Lakini miaka ikapita bila jibu lolote. Kesi ikawa baridi kama barafu ya Alaska. Kitu kibaya zaidi ya kufiwa ni kutokujua kilichotokea. Familia ya Palmer waliendelea kuishi na maumivu ya kupoteza mdogo wao, wakiwa na maswali yasiyo na majibu. Nadharia zisizo na msingi zilianza kuenea, lakini kwao haikuwa hadithi ya kutisha sana, ila yalikuwa ni maumivu halisi. Miaka 11 baadaye, hali hiyo ilijirudia. Safari hii ni Chuck Palmer. Chuck Palmer, ambaye mpaka wakati huo alikuwa na miaka 31, alitoweka akiwa kwenye safari ya mwisho wa msimu ya kuendesha snowmobile na kaka yake Chris na marafiki zao. Walikuwa kwenye eneo la mlima unaoitwa Bald Mountain, saa moja tu kutoka Wasilla. Chris alilazimika kubaki nyuma baada ya chuma cha usukani wa snowmobile yake kuvunjika. Chuck, ingawa hakuwa mzuri sana kwenye kuendesha snowmobile, aliendelea na wenzake. Kama ilivyokuwa kwa Michael, Chuck alikuwa wa mwisho kwenye msururu wa safari yao. Na kama ilivyotokea kwa mdogo wake, alipotea kabisa. Marafiki zake walipogundua hayupo, walirudi kumtafuta. Walipiga simu kwenye vikosi vya uokoaji vya Alaska. Lakini hali ya hewa ilikuwa mbaya. Kulikuwa na theluji kubwa na ukungu mzito. Baada ya muda, waliipata snowmobile yake ikiwa kwenye mteremko wa mlimani, bila alama yoyote wala nyayo. Wengi waliona kutokuwepo kwa nyayo kuwa jambo la kutisha zaidi. Lakini walikumbushwa kwamba zaidi ya futi 2 za theluji zilikuwa zimenyesha wakati huo. Hivyo hata kama kulikuwa na alama, zingefunikwa tu. Utafutaji uliendelea hata baada ya theluji kuyeyuka. Lakini mwili wa Chuck haukupatikana. Ni kama vile mlima ulimmeza mzima. Ni nadra sana ndugu wawili kutoka familia moja kupotea kwa namna kama hiyo. Wengine huamini kuwa ni bahati mbaya. Wengine wanaamini kuna kitu cha ajabu kinaendelea. Lakini hakuna anayejua ukweli. Kaka yao mkubwa, Chris, aliwahi kusema kwa uchungu, "Sikudhani kabisa kama ningeishi kupitia jinamizi hili mara ya pili tena." Kwa familia ya Palmer, hii ni hadithi ya huzuni isiyoisha. Na kwa dunia, ni ushahidi kwamba hata radi inaweza kupiga sehemu moja mara mbili.
Je, ni nini kilitokea kwa ndugu wa familia ya Palmer? Je, kuna nguvu zisizoeleweka zinazoendesha misitu ya Alaska? Au kuna mkono wa mwanadamu ulioficha mabaya haya? Hilo dunia bado halijapata jibu.